nataka simu nyingine. Mara umeichoka. Basi uliniambia unataka Samsung wewe. Sawa, lakini nimeshaitumia, nimeichoka, nataka simu mpya. Mimi sasa hivi nataka iPhone. Samsung sasa hivi zishapitwa na wakati. iPhone ya shilingi ngapi? Ya 5,500. Ya. Vile vinakuwa vibaya, nitakununulia milioni 1. Kweli? Wow. Huko mna maduka gani ambayo ni mazuri? Nasikia Mlimani City sweet poster. Mlimani City itakuwa poa zaidi. Siku ile tumeenda ilikuwa ni wapi? Pananitoka kidogo. Ni nini? Ilikuwa poster ilikuwa nini ile? Ya, ni Mlimani City. Pale ilikuwa samaki tulienda kula. Okay, sawa. Yes, pale. Kwa upande ule wa pili ndio kuna maduka ya simu. Ndio maana watu wanasema Dar es Salaam bwana kuzuri. Ya, mjini kuzuri. Enjoy sana. So baby, tunaenda lini kununua? Haina shida. Wewe tu ukiniambia kesho. Nadhani leo muda umeenda, tupumzike hapo. Unajua hapa tumekaa siku hizi 2 lakini hata sijaenjoy zaidi. Unajua hapa pako yani sio pazuri sana. Kuna sehemu nyingine nyingi nzuri tofauti na hapa ambazo tunaweza tukakaa tukaenjoy zaidi. Haina shida, wewe tu. Lakini mimi naona ni sehemu nzuri ambayo ina utulivu na nini. Lakini unajua huku ndani naona kama kuna kunguni, sijui ni wadudu gani, mimi hata sielewi. Kweli? Haina shida basi. Yeye jana sijalala Bwana kweli. Anyway, utaniambia sababu mimi sijui sehemu ambazo ni nzuri. Ingekuwa ni Moshi ningekwambia twende sehemu gani au Arusha. Kwa hiyo utaniambia wewe. Lakini umesema pawe Pahazi 100,000. Tutakaa siku ngapi? Sehemu ziko nyingi. Lakini uwapigie wale wenye vigari vinaitwa mabuba Uba. Najua mabuba. No, ni Uba. Uba utawaambia Uba wale utafute sehemu ambayo ni nzuri, tutaondoka tu. So kibasi kwa sababu sehemu nzuri ziko nyingi unajua tofauti na hapa. Lakini mimi nimepapenda sana sababu unaona baridi pametulia, unaona kama hivi. No, kuna sehemu nyingine kikupeleka utapapenda zaidi. Wewe ndo mwenyeji bwana. Basi siwazi tutaondoka baadaye. Haina shida. Tutakaa muda gani? Wewe tu niambie unatakaje. Sawa. Mimi nataka ni enjoy na wewe. Yaani ni enjoy. Okay, basi 1 week. Wiki hata mwezi. Fresh tu mimi mwezi, wiki bwana. Wiki? Mtoto. Aisee unanipa la. Yaani Dar es Salaam na enjoy. Ndio wanasema da kuzuri. Lakini baby unajua mimi niko yani siko comfortable sana nikiwa peke yangu. Na ukumbuka na rafiki zangu nilikuwa nimekuja nao juzi wale. Wale wajuzi wale. Kuna mmoja yule. Si mchezo anaongea hapa kashi. Mbona umechangamka tuko tuna enjoy. Hata mimi nilienjoy sana. Kwa kama utaweza pigie simu waite. Hata 15 waite tu. Wote. Waite waje. Wako wengi waishi unajua. Waite. Siku zile mmoja kanimfurahisha. Jikoni, Swidini hajatulia, leta kitu ya bwana Yule yuko na vibe za kutosha. Pesa ipo. Mambo. Uko wapi Mina? Unaishi gani? Hata sikiza. Nakupa location hapo kuna sehemu nipo. Nataka uje. Mpigie pia Sara na Ratifa ongea nao wote nataka mje wote. Shida nini? Mimi sinakwambia wewe unajua kama mimi sinaga show mbovu. Niko na mchati. Chukweni usafiri hapo mnakuja kila kitu juu yangu. Aya poa nakusubirini hapa chafu kwa haraka. Nakutumia location hapo sasa hivi.
Sasa mpenzi wangu Lenao, mimi nimekuita bwana. Nilijua tena utaniita kwako na nini. Unajua nimeishiwa hela. Kwa nilikuwa naomba nije nikae kwako, niishi kwako, alafu nisaidie katika ile 500,000 ambayo nilikupa juzi, unipe 200,000 nijaribu kuzungusha baadhi ya biashara nione kwamba tunafanyaje. Mama. Wewe shingapi? 200,000? Wewe umeishiwaje? Sijakuelewa vizuri. Yaani kwamba sasa hivi na wakati mgumu hela nimeishiwa. Aise. Mimi nikajua wewe umeniita unataka unitoe out nifurahie. Kumbe umeniita unaomba ile 200,000. Yaani nikurudishie 200,000. Nao bwana mpenzi wangu. Mbona hivyo? Yaani hata Baresa anaishiwa. Sio kwamba kama mtu ana hela eti ndio hivyo zinakuwa haziishi, zinaisha, yaani si unajua mipangilio. Yaani kwamba ni kipindi tu ambacho nimepitia alafu ambako nilikuwa naishi. Wewe unakuja kunifuatilia mimi, ulisema wewe una pesa, una biashara nzuri, unatoka Moshi, labda tu nikusaidie nikupe shilingi 1,000, 2,000 uende Ubungo. Uende Moshi huko. Yaani wewe umenipa hela juzi mimi, alafu unataka tena 200,000. Inawezekana kweli? Mimi nishatumia hela. Sikuelewi. Sasa mpenzi wangu, please, naomba nisaidie niishi kwako. Hata kama hiyo hela utonipa, lakini nisaidie niishi kwako. Hapana, sitaki. Kwanza tulikutana juzi tu, sijakujua vizuri. Nikuchukua ukakae kwangu, siwezi. Tumekutana kimjini, tuachane kimjini. Kwanza umeshanitibua, nimesema sina hela. Tumefahamiana juzi, afu unasema uje uishi kwangu, inawezekana kweli? Au nyinyi ndio matapeli wa mjini? Mimi sitaperiki mimi. Uje ukae kwangu, mimi sikujui vizuri, inawezekana kweli? Sawa, nimekupa juzi, lakini si wapenzi kusaidiana chango chako. Hapana, haiwezekani kabisa. Haiwezekani, kwanza umeshanitibua. Bye. Sawa, siwezi. Kifupi siwezi. Yes. Kumbe umerudi leo mapema. Tulikuwa na shemeji tembea huko mitaa nini? Vipi? Safi kidogo. Kutoka kabisa. Maana nilikuwa na shemeji alikuwa anatembeza mitaa huko nini? Sio unajua Dar es Salaam hii. Ndio sana kidogo. Mbona taa zingine ziko ndani humo kidogo? Au zilikuwa zitoshi kuzijua kidogo? Mpaka ukaangalia mitaa ya huko barabarani mikubwa kidogo. Humo ndani taa zingine zipo kidogo. Tunaitaga balbu au glopu kidogo. Yaani mitaa maeneo unajua ugeni, shemeji yangu alikuwa anatembeza hapa kaka. Ila poleni sana na kazi kidogo. Kazi kutembea tu bro, hamna. Kuzunguka nayo kazi kidogo. Hata kula nako kazi kidogo. Kulala nako ni kazi kidogo. Kwa hiyo ndio maana wapeni pole sana na kazi kidogo. Poleni sana na kazi kidogo. Nendeni mkaoge sasa kidogo. Mmekaa hapa mnatumbulia macho kama mimi hamnijui vipi kidogo. Nendeni mkaoge kidogo. Maji bombani hapo kidogo. Mtoe janaba kidogo. Maana janaba la kukaa nalo la mchana nalo sio zuri kidogo. Maana kazi ile mkifanya kidogo lazima jasho liwatoke kidogo. Ila pia mmejitahidi kuwahi kidogo. Yaani mmefanya kama kuku kidogo. Yaani fasta twi. Utani? Hivi wewe unajua mimi hapa nazungumza masuala ya utani kidogo. Mimi sizungumzi utani kidogo, sawa? Mpaka guest mliokuwepo mimi naijua sana kidogo. Msitake niongee hapa nikafaidisha mpaka majirani kidogo, sawa? Nyie ingieni ndani, chukueni maji muoge kidogo. Kwa sababu mmejitahidi kufanya haraka kidogo. Nyinyi maisha yenu yote mimi mwenzenu hapa ndani nayajua kidogo. Hapa hakuna cha kufichana kidogo, sawa? Mliokuwa mnafanya humu ndani kidogo, mimi nilikuwa nayajua kidogo. Leo mkaniona mimi sipo kidogo, sawa? Mkaamua muende guest kidogo. Mpaka wewe unamtumia message mke wangu kidogo. Baby, nimeshafika kwenye hii guest chumba namba 10 kidogo. Mimi nayajua yote kidogo. Wanafikiri mimi unasoma unaandika kidogo. Mimi yote nayajua kidogo. Na ile message baba, kwa taarifa yako kidogo, mimi ndo nimeijibu kidogo. Yaani kwa mtu mwingine alivyokuwa mpumbavu kama wewe kidogo, baada kuangalia mwandiko wangu na mwandiko wa mke wangu una utofauti kidogo, lakini wewe umeacha kidogo kushtukia. Tena ukawa unanitumia message nyingine kidogo na kujibu kidogo. Mwandiko wangu mimi umelala kwenye message nikikutumia kidogo, sawa? Mwandiko wangu mimi unakuwa umelalia upande wa kushoto kidogo.
Mke wangu yeye mwandi kwake umenyoka hivi kidogo. Ukuona tofauti hizo kidogo? Yaani ingekuwa mtu mwingine wewe baba, yaani ungejishtukia kidogo, ungejiuliza, huyu jamaa huyu kidogo sawa? Mimi nimetoka zangu Moshi kidogo, nimeingia Dar es Salaam kidogo. Amenipokea kwa uzuri sana kidogo, lakini sio Tandale kidogo. Ungejiuliza, umekaa hapa nyumbani unanisumbua kila siku kidogo. Mimi nikitaka dagaa, uona naambia, "Oh, blaza hamna kupika dagaa kidogo. Tupike nyama ya bata kidogo." Blaza, mimi nimemisi tembele, "Oh, hamna kidogo. Tupike samaki kidogo." Unanifundisha kula kidogo. Sasa leo mmeenda guest, mmemalizana vizuri kidogo. Baba kidogo sawa, nimekushauri mengi sana kidogo. Baba, hizo pesa zako kidogo sawa, usifanye kama fimbo kidogo kutuchapia sisi wanyonge kidogo. Baba, hizi hela zako hizi kidogo sawa, tununue hata bodaboda babangu kidogo sawa, na mimi nijifunze, nikae juani, nihangaike, nitafute vishilingi 2-3 kidogo. Baba, hizi hela zako tufungue basi hata mtaji kidogo. Utaki kunisikia kidogo. We pombe kidogo, madem kidogo, nani kidogo, zitakupeleka wapi kidogo? Anasa hizi zitakupeleka wapi kidogo? Hivi umeshindwa hata kunihurumia mwanaume mwenzako kidogo? Mimi namnunulia mke wangu nguo za ndani kidogo, tena sijawahi hata kumvalisha hata siku moja kidogo. Wewe umeenda kumvua. Aisee jamani, maisha haya. Kwa hiyo baba, mimi sitaki ugomvi na wewe kidogo sawa? Kilichokuwa cha kwako hiki hapa, beba begi lako kidogo sawa. Nenda katumia huko hela zako vizuri kidogo. Sasa yani baba, mimi sitaki uchokozi na wewe kidogo. Mimi sitaki uchokozi na wewe baba. Chukua begi lako ili ondoka kidogo. Mimi nimefundwa na mama yangu pia na Nyakanga, somo pamoja na kungu, wamenifunza vizuri kidogo. Wameniambia nisipigane na mwanaume mwenzangu, mume mwenzangu. Chukua la kwako nenda baba. Wala usikimbie, sina hata haja kukupiga kidogo. Na wewe mama usisubiri hapa, mimi nikwambia kachukua kilichokuwa chako kidogo sawa? Sitaki ugomvi na wewe. Usinisogelee kidogo sawa? Mimi sitaki ugomvi na wewe sawa? Sitaki ugomvi na wewe kidogo. Na nishakwambia toka juzi, angalia usinikorofishe, mimi nitakuwa sichezi na wewe kidogo. Yaani sisi wafupi tumebarikiwa kuruka vichwa vya utosi kidogo. Wewe sio kunifanyia mimi hivyo. Mimi nakununulia wewe nguo za ndani kidogo. Unamruhusu mtu mwingine akuvue kidogo. Kweli kidogo. Ila hivyo viupi hivyo usivichukue, nitavivaa mwenyewe. Nitakuwa na kumbukumbu nazo. Usivae mamangu kaondoka nazo kidogo. Nakuomba tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie jamani. Kuchanganyikiwa huku mimi jamani. Naomba usichukue vitu vyangu humo ndani please. Please jamani, umesikia kidogo? Yaani mwanamke jamani, hawa wanawake siku hizi hawa kidogo. Yaani hata Yesu ashuke sasa hivi kidogo, afunge nao ndoa kidogo. Kesho kutwa ndoa imeshavunjika. Mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe kidogo. Ndio hii hapa hii kidogo. Bora hata angekuwa samaki, posta anavuliwa kidogo. Kama mke wa mtu pia anavuliwa kidogo. Jamani kweli. Mwanamke wa mwisho alikuwa Bikira Maria kidogo jamani. Ila sawa tu, Mungu atalipa kidogo, japokuwa akopagi kidogo. Kwa hiyo ulikuwa unamaanisha nini kidogo? Madera kabisa baba. Mimi sijavaa dela kidogo, nimevaa t-shirt na track kidogo. Samahani kidogo. Nilikuwa namuulizia mtata mmoja nakaa chumba hiki hapo, sijui yupo. Mdada wa humu ndani kidogo. Ndio. Nipo kidogo. Bora ona ngole ni changanyo wako no lenkema. Anko bora nkosha gete wako no lenkema henao. Wewe unaongea lugha gani kidogo? Unene? Kwani mimi nimekuuliza wewe mnene au mwembamba kidogo? Nimekuuliza wewe unaongea lugha gani kidogo? Nena nankope shikolo jana na leo betira guliko shihombe shimo. Mbona tutaelewana vizuri sana kidogo. Chita uda. Hita uda, hidu uda. Ole yamba kineroro. Chita uda. Uda hidu uda. Sasa mbona jamani, mbona unanichanganya? Mimi namuulizia mtata wa chumba hiki hapa. Si mimi hapa kidogo. Kumbe Kiswahili unajua manyonyo mkubwa kidogo. Tuchanganyane lugha hivyo hivyo kidogo. Huwa nakopa vitu kwangu, huwa napitia kila siku shiombe shimo. Wewe umemkopesha nini kidogo? Mimi huwa nakopesha nguo za ndani, magufuli yale wanaita makabati. Sasa sikiliza kidogo.
huyu dada hayupo kidogo, sawa eh? Huyu dada ameondoka zake kidogo, ni mke wangu mimi, nimempa taraka, ameondoka kwao Tanga, sehemu moja hivyo anaita Pongwe kidogo. Sasa mimi jamani, haki yangu nitaipata vipi ndugu yangu, au utanisaidia vipi? Huyu bwana ndo nilikuwa namtafuta kila siku kidogo. Kwa sababu huwezi kumuuzia mtu nguo ya ndani kidogo wakati hujui saizi yake au anavaa namba ngapi kidogo. Wewe umejuaje saizi ya mke wangu yule nguo zake za ndani kidogo? Mimi nachukua msiko, naleta za kila aina. Namba zote ninazo, hata umu sasa nikikutolea utaziona mwenyewe jamani. Kwani mimi nakosa gani? Mimi natafuta riziki. Kama sasa nimetoka kule, nimeanzia kule Kunduchi toka asubuhi. Sasa ndio nimefika maeneo haya. Sasa nisikilize kidogo, sawa? Yaani sika nusu sika robo kidogo, sawa? Mimi nitailipa kidogo kwa sababu kidogo mke wangu wakati namfukuza kidogo nilimwambia nguo zake za ndani zote aziache kidogo, nitazivaa mwenyewe kidogo. Angalau kidogo hapo, hata pressure imeteremka sasa. Maana nilikuwa nimeshaanza kuwa na hofu. Ila sasa nikwambie kitu kimoja kidogo, sawa? Kwa sababu kuna wiki 2-3 zilizopita kidogo uliniuzi sana kidogo. Umemletea sidiria mke wangu kidogo, kaitundika juu kidogo. Asa mimi nakuja najiuliza kidogo, hivi mke wangu ana usula gani mpana kiasi hiki akanunua miwani ya kiasi hiki kidogo? Uiangalia vizuri, kumbe sidiria kidogo. Lango yantalango una mashia mingi kwa tangu. Alafu sasa isitoshe kidogo, sawa? Alafu kitu kingine kidogo. Kitu kingine kidogo, sawa? Katika zile nguo za ndani kidogo ulizomkopesha kidogo, kuna nguo moja inanipa shida sana kidogo, inanibana kidogo. Yaani inafika kipindi si zile zenye kamba kama za viatu kidogo. Unafunga hapa twi na hapa twi. Hale haojewe kupana, hale. Inanipa sana shida kidogo kwa sababu nikivaa kidogo mambo yanagawanyika kidogo. Mwingine kaenda huku, mwingine kaenda huku kidogo. Basi nakomaa hivyo, natembea tu 10-15 kidogo. Yaani nafanya kazi ya kutembea hivi, yani naziweka sawa kidogo. Yaani saa nyingine kidogo, sawa? Yaani nahisi labda kama kuna mtu kapitisha mkono huko kidogo kwa sababu ile kamba imepita. Mbona hizo ndio mitindo? Hata mimi mwenyewe nimetoka kuvaa juzi hapa imeisha. Sasa pitia kesho kidogo. Leo hapa sina hela kidogo. Au sio mwanangu? Hapo tumeelewana sasa, hayo ndio mambo. Huko naitwa kitoko. Ndio mimi kidogo. Haya, hakuna shida. Sawa. Haya jamani. Sasa mwingine ukija ongea Kiswahili. Utata hapa sijui upo. Sasa huko sio kwetu hapa. Hakuna shida, naenda nyumba hii hapa. Wewe humo ndani wenyewe hawapo kidogo. Hii nyumba yote yangu kidogo. Mbona mimi ningo lolio mchanganya na kuingilia nacha kuonoka eke. Sasa tunapelekata kupiga makofi kidogo. Niambie kidogo. Yaani mimi ombi langu, unajua mtaa huu mimi nimetafuta sana vyumbani, kila nyumba naenda. Vyumba vipo lakini nimeambiwa huwezi kupata chumba bila kumuona dalali. Sasa mimi nimekuja hapa tumeongea na nimekumbuka kitu kimoja. Kwa sababu wewe mambo haya ni mjanja sana. Alafu nikaambiwa ushopitia udalali, ushakufanya mambo hayo. Kwa hiyo mimi nataka unisaidie chumba kizuri, Naweza nikapumzika, nikakaa na wifi yako vizuri, nikaenjoy. Nataka unisaidie. Yaani kwenye sekta ya ujanja mimi ni mjanja kidogo. Hapo sekta ya udalali mimi ndio dalali mwenyewe mtakatifu mzuri sana kidogo. Sasa wewe unataka chumba cha aina gani kidogo? Kwa sababu wewe ulikuwa unataka chumba gani kidogo? Kwa sababu vyumba vipo vingi sana kidogo. Kuna vyumba vingine ambavyo niko navyo kidogo. Ukilala kitandani hivi chali kidogo, sawa? Unaona jua lile, yani bati imetoboka kidogo. Kuna chumba ambacho ukiingia ndani uvui viatu kwa sababu ndani sakafu hamna kidogo. Kuna vyumba vingine kidogo, sawa? Yaani ukiingia ndani ukitoka unatoka na maji kidogo. Yaani kuna chemchemu unachimba kisima humo kidogo, sawa? Kuna vyumba vingine kidogo, sawa? Mvua ikiwa inanyesha, ukiona sasa hivi kuna manyunyu kidogo, sawa? Unachukua godoro unapandisha juu kidogo. Kitanda unapandisha juu kidogo. Sijui sofa unapandisha juu kidogo. TV unapandisha juu kidogo. Huenda mvua ikichanganya kidogo, ukirudi maji ya kiuno kidogo. Sasa wewe katika hivyo vyumba vitaja hapa si maji nilale juu naona jua. Wewe mbona mdogo wako ule mdogo hujamtafutia chumba kama hicho? Mdogo wako umemtafutia chumba kizuri kabisa, sasa hivi anapumzika vizuri. Mimi nataka chumba ambacho hakina usumbufu. Wewe akwambia mdogo wangu anakaa kwenye chumba ambacho hakina maji nani kidogo. Yeye ana chumba kimoja kidogo na chumbani kwake kuna ndoo za maji karibia 7 kidogo. Anaweka maji kidogo. Sawa, nitafutie chumba kimoja. Naweza nikakata na pazia katikati huko chumba huko sebule. Hata wewe ukija siku nyingine na kuweka sebuleni mimi na wifi yako ndani. Ushaelewa? Hapo nimekusoma kidogo. Wewe toka hapo. Wewe watu hapo. Kidogo. Ngoja nitakupigia. Kidogo. Unaona watu wazima na makili yao wanaongea hapa, wewe kazi yako kutupigia sisi kelele kidogo. Kwanza umefuata nini kidogo? You turn back kidogo. Samahani kaka bwana, samahani nimekuja.
Yaliyopita naomba unisamehe ndugu. Wewe bwana, samahani kidogo sawa? Muoneni huyu kidogo. Huyu ndio yule aliyenichukuliaga mke wangu kidogo. Ndio huyu niliyokuhadisiaga kidogo. Ndio huyu. Sasa wewe bwana mkubwa, kwanza cha kwanza umekosea. Umekosea vitu hivyo viwili. Kwanza cha kwanza kunisalimia kwa sababu umeniangalia mimi umenidharau. Umenichukulia kama mimi mtoto mdogo uwe mbamba tu nimekomaa. Cha pili umemchukua mke wa bwana kisirisiri. Sasa hivi naona umeturudia. Wewe huyu katurudia sisi. So na sisi mimi au wewe kidogo? Wote. Wewe baba sikiliza kidogo. Naomba unisamehe kidogo bwana. Yaliyonikuta ni makubwa rafiki yangu. Kuna mwanamke nilimpata rafiki yangu alikuwa na nywele fulani hivi za kama nani za njano, kanipiga kila kitu rafiki yangu. Yaani sina jambo. Nilikuwa naomba unisaidie hata ukanionyesha polisi. Tukimpata mimi nakupa 500 na hivi. Nakupa kweli yani. Umenifurahisha sana kidogo. Wewe umezoea kupiga wanawake za watu kidogo. Sasa wanawake za watu na wao wamekupiga kidogo. Umejisikiaje au umeonaje? Raha sana kidogo, si ndio? Sasa nikwambie kitu kimoja kidogo. Mimi nilishakwambia toka unaondoka hapa kidogo. Mimi sitaki kucheza na wewe kidogo. Ukorofi na wewe mimi sitaki kidogo. Sasa kama unataka nikusamee, sawa kidogo. Ila na mimi nikurudishie kama ulivyomfanya mke wangu, na mimi nikurudishie kidogo. Kama ulimshika eneo hili kidogo, na mimi nikushike eneo hili kidogo. Asante, msamaha gani? Nimekuja kwa uzuri. Mwenzio amenikuta makubwa. Hata ungekuwa wewe. Sasa kama hujaja kwa uzuri kidogo, hapa ndio ulipokosea kidogo. Uzuri ni Tandale sio hapa. Hapa ni Ilala Sharifu Shamba kidogo. Upo Nyonyo kidogo. Sikinde, wewe una 400 hapo? 400 sina. I don't have the money kidogo. Sasa huyu cha msingi ulisema kwa wapi? Huyu bwana kwao Moshi kidogo. Umsaidie 400 apeleke Ubungo. Huyu bwana kishapeleka Ubungo, pale Ubungo sasa ndo atajua sasa mtu akumpa nauli aende kwao Moshi. Mimi sitaki huko ugomvi huo kidogo, sawa? Wewe fanya urefu kama namba za NIDA kidogo. Mimi sitaki ugomvi na wewe kidogo. Naomba uondoke, sawa kidogo. Naomba uende kidogo. Sitaki ugomvi na wewe kidogo. Naomba uende kidogo. Wewe ni mwanaume, maripo. Babai, sitaki kidogo. Muone kopa na nyusi zilivyokuwa ndefu kama ukuta uwanja wa Taifa kidogo. Sawa. Nenda bwana kidogo. Mweusi kama kamera kidogo. Sasa chana naye. Kwa hiyo ndio tuongee kwanza masuala ya chumba cha ndoa. Mimi nitajua, unajua mimi bora nife watu kama hao, wafaidike wao kidogo. Mwanaume bwana kuongea kama mtoto wa kiume, unaongea kama mama yako kidogo. Sasa tuendelee na mambo yetu ya chumba. Kwa hiyo chumba vipi sasa? Okay, sasa wewe bwana sikiliza nikwambie kimoja kidogo, sawa? Humu ndani kidogo, sawa? Kulikuwa na chumba kidogo, sawa? Sio kulikuwa kuna chumba kidogo. Sasa kile chumba mke wangu si hayupo kidogo. Sasa mimi ninachotaka nifanye kitu kimoja kidogo, sawa? Mimi narudi sebuleni kidogo. Alafu wewe utaenda nitakupangisha kile chumba kidogo. Twende ukakione kile kidogo. Mimi nikae kwako afu mke wako hayupo. Sina maana hiyo kidogo. Yaani maana yangu kidogo, sawa? Mimi nitahamia sebuleni kidogo, sawa? Alafu wewe nitakupangisha kile chumba kidogo. Sasa utafuta hata mfanyakazi, sasa mimi mwanaume mwenzio. Mfanyakazi wa nini? Wewe sasa hivi wafanyakazi wanaolewa kidogo. Unakaa unazidiwa, unaoa mfanyakazi kidogo. Umeona chumba hiki kitakulia huko kushoto. Mama. Mama. Oh. Mama. Mwanangu. Umerudi? Shikamoo. Marahaba. Za siku mama. Sawa, kwani utoroka? Mama tu nisamee mamangu. Nisamee mama, nisamee. Kusha kusamee mwanangu, amka, kusha kusamee. Kusha kusamee. Mwanangu uko wapi? Kachukuliwa na mama yake kaenda shule. Na kwani wewe mtoroke umwache mtoto? Mama unisamee, nimeacha tabia zote mbaya. Naomba unisamee mama. Nishakusamee mwanangu, nishakusamee. Nisamee, nilikukumbuka sana mama. Nishakusamee. Nimekuletea zawadi. Asante mwanangu. Yaani zawadi gani mwanangu? Nimekuletea mama kitenge uvae mamangu. Asante mwanangu. Nimeombewa na mchungaji huyo mama, yaani sasa hivi nimeanzisha biashara inaenda. Asante sana mwanangu. Na akaniambia kumbe mama ulikuwa umechukia, zilikuwa laana na ndio maana nilichukia kweli, au ungepata. Yaani nilikuwa sifanikiwi, nimeisha maisha ya shida. Basi mwanangu unaenda vizuri. Asante. Nashukuru. Basi karibu. Yaani nimekukumbuka nyumbani. Karibu. Sana magimbi nataka nipikie. Nachemsha. Hata kesho nakuchemshia magimbi ya magadi. Sio sasa hivi mama. Hapana. Maana kesho nataka niondoke mama. Biashara sasa sababu sina msimamizi. Nitakusimamia. Nitaka kwa jikoni kupikia kama mauli matatu. Nashukuru mama. Asante. Nashukuru sana. Asante na mimi kwa kuletea. Ngoja niangalie ndani bwana. Angalia. Chumba changu nani analala? Hamna mtu anayelala. Mtoto.
Amka. Unalala mpaka saa hizi, saa 5 ishafika. Amka kafanye kazi, wenzako washafanya kazi. Mimi nimechoka bwana. Wenzako wamefanya kazi, wewe bado tu umelala. Amka bwana. Hebu toa uvivu kitandani, amka. Toka. Umezidi makelele. Nakwambia toka. Toka haraka, toka. Huku sio mjini, amka. Amka kafagie kwenye mabanda ya kuku, ya mbuzi na ng'ombe. Njoo ufanye kazi. Toka. Fungua mlango. Mama mimi mnaniuzi unajua. Fungua mlango, toka kafanye kazi. Mnaniuzi bwana. Wenzako washafanya kazi. Wewe unalala tu. Yeah. Afikiri hapa ni mjini. Tuko vijijini, kafanye kazi, kakatie ng'ombe na mbuzi kule. Kwenye banda kule kafagie. Mama makelele tatizo, baba makelele, mama makelele. Wewe unalala mpaka saa hizi, unalalia nini? Una hela sana au? Mimi nashindwa kulala, kuna viroboto. Kuna viroboto. Ndio umeshindwa kulala mpaka saa 5. Kama kulikuwa na viroboto usingetoka. Ngoto ushafanya kazi. Unalala. Mama bwana makelele mmezidi bwana. Hata babako akigomba ni sawa. Haufai. Okay bwana, siku nyingi nilikuwa nimekwambia jibu langu utakuniambia umerudi likizo sasa hivi. Naomba nijibu basi, nakupenda. Miaka 3 tupoke. Sikutaki Kameka, ila mimi sikutaki. Kwanza mimi ndo kwanza ninasoma. Umeelewa? Ninasoma, afu mamangu ananiangalia, babangu, shangazi yangu, kila mtu kwetu mimi ndo nategemea. Kusoma sio tatizo. Kusoma unajua anaweza nikawa hata msaada kwako. Msaada gani ambao unasaidia? Na kwamba sio kwamba eti mimi nitakuoa sasa hivi. Sikoi sasa hivi. Nielewe tu. Yaani kwanza una msaada na mimi. Msaada gani wewe unao? Maisha kwa yenyewe magumu ya kungaunga kazi huna ala nini? So hivyo bwana. Sio kwamba kazi ndo maisha. Eti kazi ndo maisha. Wewe. Kazi ndo kila kitu. So hivyo. Nini? Sio kwamba kazi ndo maisha. Unajua Mungu ndo anaweza kumsaidia mtu, lakini hayo tusiingize. Jua mimi tu nakupenda. Nakupenda tu. Nakufanya vitu vizuri. Mtu mzima. Sio mtu mzima unatoka wapi? Mimi wanafunza afu mdogo sasa bado. Cheki ndevu hizi. Hata ndevu zinahusika nini? Nafanya vitu vizuri. Hebu niangalie mimi afu jiangalie sana wewe hapo. Sawa hata kama, lakini sisi tuna balance. Eti hata kuna hata aibu. Mwenye maisha yako mabovu mabaya. Mabaya kama nini? Hivyo vitu vizuri kwanza mkakangu hapo. Mwanangu nilikuwa namwagiza nikaushie tu. Nikwambie kusunda mwanangu. Nikwambie kusunda mwanangu. Nilikuwa namwagiza. Wala sijafanya kitu. Nikwambie kusunda mwanangu sasa. Sijafanya kitu. Nisikilize boy. Unajua tumeshinga ngapi pale? Sijafanya kitu mwanangu. Wangu utasema kuswada kwa mdogo wangu ilikuwaje sasa? Basi samahani, yaishe mwanangu, yaishe. Yaishe. Vipi unafanya nini hapo? Najiandaa kutoka. Kutoka? Naenda kazini au unafanya? Nikiisha huko na unaweza kutusalimia tu. Kazi kutaka kufanya. Tumemaliza pesa yote tuliokuwa nayo. Tumekusomesha mwanangu. Pikipiki tumeuza, nyumba tumeuza. Utaka kusikia unasema tunatoka. Unatoka unaenda wapi sasa? Sasa unaposema unauza nyumba kwa ajili yangu. Hata kila siku baba hili limekuwa tusi. Mimi nikiongea limekuwa tusi. Wewe kazi yako kunywa pombe tu. Kila dakika ni pombe. Unaongeaje na mtoto na pombe? Hebu lete nani hapo? Mwite na wewe mtoto. Na wewe umeanza. Haya. Mama wewe mwambie baba. Hebu kaa hapa, sio mama. Kaa hapa. Kaa hapa msikilize baba. Kaa hapa. Tatizo baba wala anazingua. Kaa hapa msikilize baba. Na mara nyingi ukisikiliza mambo ya kina mama ndio anakufikisha huko. Wewe baba unazingua. Mama kisha kutetea kidogo unaona kwamba baba afai. Umesema tuuze ile shamba la kule. Wewe uuze ile shamba unipe hela mimi nifanye biashara. Kipindi kile ile pikipiki umenunua kwanza, zile pikipiki hazina wateja. Mimi ndio maana nikaiuza.
uza lile shamba, mimi nifanye mradi niwajengee hata hii nyumba. Mwanangu, uliuza pikipiki. Hela ulipeleka? Sasa mama, hayo si alishapita mama yangu. Unajua ndio nimesema. Mimi sijui. Mwase mwanao. Pole pole. Mbona wewe baba? Yaani tatizo baba kidogo tu ananilaumu umefeli, si umefanyeje? Yeye mbona alikuwa anamsaidia yule mtoto wa kwa mama mwingine, si hatujasema kitu. Umemsomesha mpaka ameenda chuo. Nikwambia ni wa mama mwingine nani? Kwani tumezaliwa tumbo moja na mama hapa? Kwa kumbe ukipewa pikipiki sasa nakwambia. Acha. Tumfundisha mtoto hapo tutaenda vizuri. Nipasulia hata hii. Acha. Nisamee baba. Na kesho utasema nisamee. Nisamee mzee wangu, nisamee. Kesho tena utasema nisamee. Nisamee baba. Mwase tukae tupange. Nisamee mzee wangu. Sio hivyo. Jifunze. Nao kae vizuri. Nasikia babako akikupa kitu usiuze. Kama vikushinda ungerudisha. Baada ya kuomba baskeli unasema niuze shamba? Wewe mtoto lalana. Komeka. Ndio mjini wewe kufundisha. Baba bwana, wewe tatizo baba. Huko niandaa. Haya mwanangu, pikipiki unataka shilingi ngapi? Nikupake mafuta. Aliuza pikipiki shilingi ngapi? Mama, sishapita hayo mama bwana. Nikupake mafuta ndio kukuandaa. Mimi baba, mimi wewe mama mwambie baba auze lile shamba. Na nikiuza ile shamba uambie na mama yako. Nani hata kama hela mimi nimeshindwa nimefeli. Lakini wajibu wako nisomeshe. Ukiambiwa vitu uelewi. Kazi unang'aka. Haya. Mimi naenda bwana mama. Naona mtoto anaondoka huyo. Wasalimie. Naona anaondoka. Hawasalimie. Hao nao kula nao hizo pesa wasalimie. Ndio umeamua mtoto aondoke. Mwite mtoto mkae mshauriane tukae vizuri. Sasa kama anaondoka peke yake una haja gani ya kumuita mtoto? Hatakuja, kuna siku atakuja. Ama na wewe pombe zako zinakuchanganya? Hii pombe au juice tunakunywa? Kunywa pombe. Sitaki. Naona kama pombe inakuchanganya. Haya. Mwite mtoto tukae tupange tujue. Hata mjomba wake siku nyingine. Maisha unayajua. Labda mjomba atamsikiza mjomba, labda mimi anaona kwamba nabidi kuache na pombe zako. Ndio kufagia huko. Lakini akija hapa sana ninachomleta hapa ni ugali. Wewe mimi nifagie nimalizie mimi niondoke. Kama umeona umfukuze mwanao haya. Wewe mimi nifagie niondoke. Si ndio? Haya, wewe pombe zako hizo. Na mtoto anaondoka. Ndio umeona hivyo? Haya. Kuja. Mama, shikamoo. Marahaba. Mama, samahani, nilikuwa namuulizia Kameka kama yupo. Wewe nani wake? Rafiki yake. Toka wapi? Upo juu. Kwa nani? Kwa mzee Mwasa. Wewe unaitwa nani? Naitwa Manka. Katoka. Haya mama, mimi naenda. Haya. Marahaba. Samahani, nilikuwa namuulizia Kameka. Wewe nani wake? Rafiki yake. Katoka. Biashara kubwa. Unajua wanavyochora mimi. Najua, yani mimi najua wewe biashara yote ile unaweza ukafanya. Kuna biashara ile niliyokuambia ile. Ya mpunga, si mchezo. Wewe utakuja uone. Yaani mimi nakuaminia. Ila mpenzi wangu unajua nini? Unajua vingi vya shayini Mungu amekujalia. Cha muhimu sana ni tabia yako na muonekano wako. Ila kuna baadhi ya vitu ukivipunguza yani utakuwa vizuri. Na vitu vyenyewe ni vidogo sana lakini madhara yake ni makubwa. Vitu vyenyewe ni kama kuvuta bangi, kunywa pombe na ukorofi. Yaani hivyo ukiviacha na kuhakikishia kwa 100% utakuwa vizuri.
Mbona umebadilika ghafla? Kwa hiyo wewe umefunga safari kuja kuniambia au kunisimanga? Jamani, kwani si nimekuambia tu vizuri? Mimi sijaona. Sema niambia vizuri. Wewe si ushajua mimi na tabia mbaya. Wafuate basi ambao wana tabia nzuri. Sijamaanisha hivyo. Na wewe eti ndo umenuna jamani. Nimekwambia sipendi. Aya basi usinune, maana ukinuna unakuwa mbaya. Haya lakini sitanipa. Nitakupa. Samia, sasa napenda nywele zako. Lakini una makusudi. Mama usuke kwa vile anazichezea eh? Hamna. Sasa nyingine unajua kuchana kila siku inachosha. Haya baby, usisahau basi. Siwezi nikasahau. Maana ushaniahidi tayari sasa hivi unajua. Mimi nakuombea. Yaani umenifurahisha wewe. Umenifurahisha sana. Unajua nini najisikia raha sababu mrefu. Mrefu kama twiga mwembamba, piga safi. Sema umenifurahisha. Nitakufanyia kitu kizuri yani utoamini. Alafu niambiwa unataka simu. Mimi? Nilikuwa naitaka. Ninakununulia. Iko wapi? Subiri kwanza nitakufanyia surprise. Ila nataka sasa kuna siku nataka uje. Wapi? Ukipata muda tu wewe njoo. Nje wapi? Kwani unajui bwana? Si ndio useme mimi nje wapi kama ni huko? Njoo nyumbani. Nyumbani kwenu? Kwenu kwako? Si ndio huko, si ndio kwangu ndo nyumbani. Wewe nyumbani ndani wako. Undani wako. Vipi? Undani wako. Ngoja kwanza nikwambie. Nilikuwa namwagiza. Huyu lazima nipige huyu silinga. Ajui kama ni mama. Ngoja manka nikwambie nilikuwa namwagiza. Haina shida nilikuwa namwagiza. Unamwagiza nini? Nisikilize basi manka. Nisikilize mpenzi wangu. Nakwambia nenda huko. Nisikilize manka, subiri basi. Niache. Niache. Nenda huko. Manka please bwana. Manka njoo huku. Niache bana, niache. Njoo, nisikilize basi. Niache nini? Ukusikize nini? Baba amelala. Akwa kila baba yako anahusu nini? Yule aliyokukutana ile siku ile alikuwa ni nani? Kwanza Marekani mtoto ni mdogo yule. Yule sikiza nikwambie. Ni nini? Yule pale. Nini? Yule kakake mimi rafiki yangu. Sasa alikuwa anamwagiza. Hainihusu. Sasa umekuja umepanic nini? Ndio hivyo sasa nishakwambia. Kwanza ndevu zako zinaonyesha kwamba unyoe. Sasa hivi umeshakuwa kama babu. Sasa ndevu zinaingilia. Hahusiani hiyo ndio nishakwambia. Wewe mbona makelele ndugu yangu? Usikia au? Sasa wewe ndio. Ndio hivyo sitaki kelele nimekwambia sitaki kelele. Shikamoo. Rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Marafiki wangapi? Maana sikuelewi. Juzi nimeona mwingine anakuja sijui ana nini au ni maharage alikuwa amekula. Utaniambia huyu ni rafiki tu, huyu ni rafiki tu. Lakini nimegundua kumbe ile pesa ya nyumba au ulifanya starehe, matokeo yake nayaona. Sawa bwana. Sawa baba. Kwa hiyo utavuna
ulicho malizia mwenyewe kwanza. Ulichopanda. Kwa heri, nimemaliza. Sina maneno tena. Lakini ni nani tu rafiki yangu tu baba. We binti. Marahaba. Unatoka wapi? Kakamega. Saa ngapi? Watoto wa siku hizi bwana. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Sababu nimefurahi. Mama aliniambia juzi ule nikosa. Nimefurahi pia kwa sababu kuna surprise nataka nikufanyie. Wey. Au ndo ngoja kwanza basi nichukue kiti tukae. Sawa. Haya, sawa. Ila nilikuwa naona tusifanyie hapa, tufanyie nje. No, tufanyie hapa. Hapa pana ulinzi. Yaani pana ulinzi. Unafikiri pana shida? Hapana shida. Kwanza mimi mwenyewe ananijua hapa. Wewe bana. Unajua nini? Yaani leo nina furaha. Au ndo kazini? Yaani hamna, nina furaha. Wewe, yeye natamani niambie bwana. Yaani natarajia kuitwa mama na utaitwa baba. Sijakuelewa. Umesema? Namaanisha hivyo unavyoniona nimetoka hospitalini kupima na mimi ni mjamzito. Umebadilika tena? Sijabadilika, lakini sasa. Kwa nini usiniambia wakati unaenda hospitali? Nilikosa muda kukuambia, lakini mbona Lakini nini ungeniambia bwana? Alafu kumbuka mimi sasa hivi sitaki tuzae sababu wewe bado hujapata kazi. Na ule ni ahidi. Sasa ukizaa utapataje kazi? Mimi nitapataje hela bwana? Mbona nataka kuniacha nusu? Kwani ina maana watu ambao wana mimba hawezi wakafanya kazi jamani? Sasa nani atakupa kazi? Jamani, mbona hivyo vitu havina shida? Kwani kuna ubaya gani? Kazi si ninapata. Sasa kwa nini ulitegesha mpaka ni kwa nani? Mimi unaniuzi bwana. Yaani sijui ukoje, kila tukionana kwenye uzuri unaharibu. Kwenye uzuri unaharibu. Mimi sitaki kuitwa baba bwana. Sitaki kuzaa mimi. Mtoto ni kitu ambacho kitafanya hapana, sitaki. Mimi sikuelewi bwana. Wewe kama unanipenda hiyo mimba toa. Unasemaje? Toa. Nitoe mimba? Mimi kweli siwezi nikafanya hivyo. Siwezi nikatoa mimba. Kama hauna kitu kingine cha kuongea, mimi siwezi nikatoa hiyo mimba. Toa bwana. Mimi maisha yangu mimi kwa kutoa mimba. Siko tayari kuzaa. Sasa wewe sababu unakataa nini? Sababu unajua sisi tulikuwa na mipango mizuri ambayo tuliweka kwamba wewe ukipata kazi na ukipata hiyo hela utanisaidia mimi. Tukianza mipango yetu mimi utakuwa unafanya kazi, mimi nitakuwa na biashara, mambo yetu yataenda, tamlea mtoto. Sasa hivi usitoe hiyo mimba tulee mtoto. Utapata wapi hela? Kwa hiyo leo unaniambia mimi nikatoe mimba? Ndio. Una maana gani? Mimba sitoi, siwezi kuhatarisha maisha yangu, siwezi. Kama unafanya kitu efanya. Mimi nakwambiaje? Wewe kama umeamua kutoa hiyo mimba, basi usinijue. Sababu mimi nitareaje? Mimi mwenyewe naishi kwa wazazi. Sina hata pa kushika. Wewe mwenyewe tumepanga mipango vizuri, umegeuka. Mipango yako wewe ihatarishe maisha yangu. Wewe ni wakuniambia maneno kama hayo kweli? Sababu hutaki kusikia ninachokupa mpangilio. Kwa nini tusifanye ambalo nakwambia? Tutamlea hivyo, kwani wengine wanalelewaje? Maana siwezi, nitamlea na vipi? Mtoto ni majukumu, anahitaji matunzo. Wewe una kazi, mimi mwenyewe sina kazi. Mtoto anakuja. Tunafanyaje? Mimi mwenyewe naishi kwa wazazi hapa. Mbona unataka kuelewa? Mimi nijua wewe ni mwanamke msomi ambaye utakuja mimi utanisaidia hata mimi. Sasa umeenda chuo hata sijui iko chuo kunafanya nini. Lakini mimi nimekwambia kama utoi mimba usinijue.
Wewe tatizo mwanamke mbishi. Sio mbishi, mimi siwezi kutoa mimba. Hivi kwa nini una mimi nimekuambia utoe. Nimekuambia utoe. Siwezi kutoa. Utoe sasa, mimi sitaki. Nishakwambia mimba utoe. Kama unanipenda kweli. Sababu mimi sijajiandaa kulea. Mimi mwenyewe niko kwa wazazi hapa. Unajua situation nzima nishakwambia. Siwezi kutoa, siwezi. Sasa wewe mwanamke gani? Mimi nilijua wewe umeenda chuo, umeelimika. Tunaweza tukasaidiana mambo, kumbe umekuwa boga. Kusaidiana kivipi? Mimi kutoa mimba mimi siwezi. Na mimi nasemaje? Fanya ufanyalo. Nasemaje? Kama hutoi mimba na kama huwezi kufanya lolote na hunisikilizi, basi mimi na wewe kuanzia leo. Mimi siwezi kutoa kiukweli. Sitaki sasa, mimi nimekataa, sitaki. Wewe kama unanipenda kweli, hiyo mimba toa. Nimekwambiaje? Mimba sitoi, utajua mwenyewe utafanya nini. Mimi mimba sitoi. Mimba utoi? Sitoi. Niseme nini tena? Nishakwambia. Maisha yako wapi? Tukianza kulea hela itaenda huko, mimi nitafanya nini sasa? Bora baba huwa ananiambia, wanawake wa zamani walikuwa wanasikiliza wanaume. Sasa kama unanipanda kichwani hata sijakuoa, je, nikikuweka ndani? Sio kama nini? Kwa nini unataka kuhatarisha maisha yangu? Maisha gani? Si kitu simple tu hicho. Ndio maana wanasema ukipanga mipango na mwanamke inavurugika. Nimeamini. Toka, nenda. Nenda. Au natisha na uzuri. Wapo wengi tu. Na namba yangu futa kuanzia leo. Mjinga ni. Mimi. Hivi. Shaniharibia wewe. Ulikuwa unataka nini kwangu? Mimi nakwambia, wewe vyote ulikuwa unanifuata unategemea nini? Kwenye mashamba. Bado tena unanifuata mpaka nyumbani. Mimi nikufanyeje? Mimi nimeshindwa kuvumilia sasa. Mimi naondoka, nitaondoka lakini nitakalokupata usije ka. Baba unaanza mbali. Baba bakora tutembeza bakora tu. Mama hebu njoo. Sasa ile malu nyingine. Hawa watu babaishi kitu. Nakwambia kwenye mashamba nimekushinda. Na sasa hivi hayo mambo nishamalizana nayo. Kwa hiyo kama hiyo kitu kingine wanaokuja kuniletea, hilo ni tatizo lingine. Kwa hiyo rudi ulikotoka, ukajipange uje upya. Uje unieleze hayo matatizo. Haya, shia. Mzee huwezi kutuambia sisi. Nendeni. Basi tunaondoka tutakapopata Baba, kwani mtu mwenyewe si yule pale? Mtu mwenyewe si yule pale? Ondokeni. Unataka nini yule? Wajua wewe unitishi kwa lolote wewe. Mwisho kuja hapa. Wewe, wajua mimi ni hatari wewe. Subiria tutakutana kitani. Dogo nitakushoo. Wewe Zimbabwe nitakushoo. Wataka nini? Subiri nitakushoo. Manka huyo. Ndio umevuta mdomo. Mambo. Nini sasa unajifanya mtoto? Shwari. Wewe binti Madera nini? Mbona kila siku? Sikapa kaida. Unafaa basi. So kisuruali kile nimekununulia utaki kuvaa. Suruali sasa kuvaa. Kwa nini? Basi tu. Nenda Madera. Sasa hivi unajua kuniaibisha wewe. Kwa nini? Nakwambiaje? Ili koti silipendi, kwanza mtaa mzima unasema kama nina ili koti lako. Ni la urisi nini? Manka bwana. Unaniuzi bwana, koti gani ili la kibabu na ulivyo sasa hivi na hicho kidevu kimejea ndevu kama nini? Tatizo wewe ukosaje ya kuongea. Bwana wenda huko. Unaniaibisha na leo seta lako kama ya lilo unalopenda kulivaa kila siku. Sasa paka unichambe Manka naye bwana. Umetisha na wewe. Wewe, koti baya hili pigo hizi zenyewe hizi, koti baya hizi unaona? La uzuri gani? Si ndio mapigo ya sasa hivi au kwa vile uko bushi? Mapigo yako sasa hivi ni ya kibabu. Sasa hivi watu waenda na usharobaro upo. Haya, wewe ndevu uzipendi hizo wenzao wanazipenda. Ndevu gani? Kidevu chenye kibaya kako na sambusa. Nenda huko bwana. Haya bwana. Kwa umenijia kunichamba au? Ndio hivyo, hata sijamaliza ndo ninaanza sasa. Lakini sasa nini? Wewe huko tu sinani ila Manka bwana, ile hela nitakunani sababu sijapata. Subiri kesho nitakupatia. Nilikwambia leo. Sawa, lakini wewe sikiza nikwambie. Sina shida nayo. Leo una shida na hela. Sina shida na hela. Mguu umekufuata wewe.
Au yale ya nyumbani. Si tushamaliza bwana. Hayo wala ni mengine kabisa. Mengine ipi niambie. Hapa nilipo. Ya heli au ya nini? Hivyo hivyo unavyoelewa wewe. Hapa nilipo na ujauzito wako. Upo? Amada, ndio nishakwambia hivyo. Hapa nilipo na ujauzito wako. Sasa wewe manka nilikwambiaje? Uliniambia kuhusu nini? Nilikwambia unafuata majira, unafuata siku zako. Siwezi sasa kufuata mimi. Kwa hiyo ndio hivyo, kaa kujua hivyo kichwani kwako. Watarajia kuitwa baba hapa. Sasa mimi baba ni baba na kelele utajua mwenyewe kazi vipi? Utajua mwenyewe. Sikiliza sasa nikwambie. Nini? Mimi nataka tushauriane kitu kimoja. Nisikilize basi manka. Sitaki hata ushauri wako. Nisikilize. Sitaki hata ushauri wako. Kitu kimoja. Sawa? Hivi unanijua unanisikia wewe? Au unanisikiaga huko mtaani juu tu je kusi? Hebu uliza wanaume wenzako wote. Manka ndo nani? Hivi unanijua unanisikia? Sasa manka mbona wewe utakaga hata kuafikia? Ndio nishakwambia hivyo, utajua mwenyewe. Ndio, lakini ni kama mtu kadogo na maneno sana manka. Ndio hivyo babu upo. Mimi bwana wewe hiyo mimba. Siwezi kutoa. Utatoa. Sitoi. Upo. Nadhani unijui tu unanisikiaga juu. Mimi ndo manka babu upo. Sitoi. Uliza wanaume wenzako wote wanajua kwamba mimi ni nani. Sasa kama ulikuwa unijui zaidi upo, ndo ninakwambia leo. Wewe nitambie fanyeje lakini mimba utatoa. Ndio sitoi sasa. Utatoa. Wewe vipi wewe? Utatoa. Ndio sitoi. Basi na mimi usinijue. Ndio nitakapojua kama sikujuagi. Usijue maarufu kuja nyumbani mimi nakwambia. Tena umezidi kwa tripu unamsumbua mama. Nakwambiaje? Kama utoi mimba. Hapa naenda. Wewe si unajifanya mbabe. Subiri sasa uone. Na wale wako ikatai mimba. Manka mbona unanifanyia hivyo? Nimekufanyaje? Unanifanyia hivyo. Wewe unijui vizuri wewe. Wewe unataka kuninyima wapi hapa? Ndio hivyo sasa. Wasikia? Toroka sasa kama ni mwanaume kweli, toroka. Toroka. Bwana usinijue. Wewe kama utoi mimba usinijue. Sasa nakwambiaje? Nimekuambia usinijue. Nakufanya kitu hakuna. Sasa mimi ndo manka. Upo. Shemegi huyo jua mwanangu wewe ulikuwa unajifanya sana. Unajua umeongea mashiti sana wewe. Shemegi nakwambia mtoto amezaliwa corporate kama wewe. Yaani mtoto mwekundu, mweusi, mweusi kama wewe na maana. Ana ndevu kama wewe shemegi yangu. Yaani shemegi mtoto ni mzuri huyo. Ngoja nikuzingue. Unataka sema ni jitu la huko. Shemegi, unajua shemegi mimi nakupenda sana shemegi yangu. Nakupenda sana. Yaani wewe ndo naoa. Hakuna mwingine anaweza kaoa pale. Yaani nikimwona mtoto amekuja pale kusumbua. Mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa shemegi kama wewe corporate. Jeusi kama wewe. Kama wewe shemegi unaoa wewe bwana shemegi. 500 tu. Yaani ufanye yaani mwekundu mweusi kama wewe. Jeusi. Mtoto yani. Wewe ni shemegi yangu bwana. 500 basi shemegi. Una 500 hapo shemegi? Poa, mimi sina hela mwanangu. Hela jiheshimu. Shemegi. Na kama mtoto amezaliwa sawa, mimi shemegi yako. Haina shida shemegi. Haina shida mari lakini tunataka sisi. Sasa mari ya nini? Sasa utakuja vipi bila mari shemegi? 500 nimekuomba, umeninyima. Njoo chukue. Sasa sina maneno shemegi. Yaani wewe unaoa. Mimi nakupa hata wanawake waragi hela zangu vyo. Ni kweli. Ni mashemegi tu wanakula la zako. Shemegi mtoto ana ndevu kama za kwako. Basi. Maneno wewe mtoto wa kiume. Sawa bwana shemegi bwana unaoa bwana. Yaani wewe unaoa. Ilimepita hivi. Ambayo yasioeleweka. Au unataka huyu babako akusaidie kivipi? Saidia si mimi nilimwambia auze ile eneo la kule ili nani. Wanipe hela mimi nifanye biashara. Ufanye biashara zipi? Hiyo ambayo uliokuwa umepewa ulifanya biashara gani? Ndio ambayo uliokuwa unaenda maana na hisi siku hizi unavuta bangi wewe. Shangazi maneno gani? Usiniambie maneno gani? Mimi ndio nayeongea. Sawa? Kama unatangaza mimi navuta bangi. Unavuta bangi ndio. Hebu angalia, tumeacha shughuli zetu tumekuja hapa kwa ajili yako, mtu mmoja ambaye anataka kupandisha watu vichwani. Ulishaona lini sikio likazidi kichwa? Yeye nisaidieni, kama mnanisaidia nisaidieni, kama hamtaki semeni. Sababu mimi nijua shangazi umekuja utakuwa na msaada, kumbe na umekuja kuwa kama baba. Sikiliza nikwambie. Usaidiwe wewe ni maskini. Una adabu kabisa wewe. Alafu huoni hata aibu kuongea. Unajiongelea tu ili mradi umeongea ametoka mdomoni kwako. Huwezi
kuheshimu wazazi wako hao hapa? Dada, niambie. Huyu mtoto amenishinda. Nafikiri umeshasikia wewe. Mimi na mamake tumepiga kelele hapo. Hasikii kitu. Kitu kingine anakuja kutudanganya kwamba tuuze shamba tumpe mtaji. Ukiangalia tulikoanzia sasa hivi mimi nakufa maskini na kuwa ombaomba. Kweli mwanangu, kweli unaweza kufanya hivyo? Kweli mimi nakuwa hivyo Baba, lakini kweli, si wajibu wako unisomeshe. Kweli mwanangu, kweli nakwambia mimi kweli kweli. Unaona sasa? Unaona? Nakwambia basi. Basi baba, basi. Unaona, lakini hayo ndio uliokuwa unayataka haya. Labda tumbebe tumpeleke ndani. Tumwache hapa hapo. Hebu muache hapa. Tumwache hapo hapo. Yote hayo ndio wewe unasababisha. Umbebe umpeleke ndani. Umpeleke ndani wapi? Tizame vile. Nataka kumuua babako. Mimi sijakusudia. Nataka kumuua babako. Baba, mimi sijakusudia. Sijakusudia kitu. Hivi ndio unavyokuwa unataka, si ndio? Hapana shangazi. Ni nini sasa? Hivyo unakuwa unakula akili za watu kila siku, unasemeshwa usikii, unaambiwa kila kitu usikii. Sasa haya ndio unayoyataka. Nimekuja nimemuita. Sasa daktari kwanza nataka hela si nini? Baba. Nimekuja baba. Kwani gani? Ni mimi baba, nimekuja. Haya bwana. Pole baba. Haya kwani. Mama. Haya, mpo tuko. Wewe baba. Amka. Amka tupe soda. Baba. Kwa nini? Amka ni soda. Kwa nini? Baba, nimekuja. Amka ni soda. Nikupe maji. Mama. Nikupe maji. Nikupe maji. Baba. 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 Taarifa zako nimezisikia. Babako hata hajapasuka tumbo. Leo nasikia unataka kupauza hapa. Sasa ujue kwamba mimi ni shangazi yako na nikisema kitu lazima kinatokea. Mimi ni sawasawa na babako. Hapa hapauziki. Kama kuna aliye kudanganya na pesa umekula, hapa hapauziki. Hebu tuangalie aliyopita baba. Mimi wala sikutaka kuuza. Tena usinikumbushe kwa sababu wewe ndio uliosababisha kifo cha babako. Afu niambia tusubiri nani aliyopita. Unataka sasa umwe tena na mamako. Mimi ni shangazi yako naongea mimi sasa na babako. Hapa uziki hapa.
Umesikia? Kashakula pesa ya watu utarudisha. Wifi na usikubali kabisa kukalia. Sikubali. Sikubali wifi. Sikubali. Hapa nimechoka. Hapa uzi hapa alafu ndio ukakae wapi? Mtoto nilikuwa nampenda. Nimeshangazi. Mimi ndio nishasema. Hapa uziki. Maana naona sasa hivi unataka mkalie mamako akose hata mahali pa kukaa. Mtoto wenu huyu hapa nimechoka kiukweli. Siwezi nikalia damu za watu. Mmekaa hapa mmetulia tu, hamjui mtoto anakula nini, anavaa nini, wala analala wapi. Baba, kutesa kwa zamu yako hiyo hapo. Nani? Wewe nani? Vipi tena? Mama mshike. Kwa hiyo ndo unanipa msalaba huu? Wewe. Hebu kaa hapo ubebe msalaba wako. Beba msalaba wako. Hayo ndio ulikuwa unayataka. Si ndio? Wifi naomba rudisha mtoto pale. Abebe msalaba wako. Asikufanye kwamba wewe ndio wakumlelia mtoto. Nenda kwa babako. Hapo nakwambia hivi, huyo mtoto utamlea mwenyewe. Asikupe shida. Sitaki. Vipi? Ndio unaonyesha mtoto jinsi? Ndio chakula. Sasa mimi nafanyaje? Mimi nikulea hivi. Hadisi. Sasa mimi nafanya wewe mjukuu wako si umenifusa. Basi. Mama, hayo maji namosha mtoto. Tangu lini ukaogeshia mtoto maji baridi? Na hii sabuni ya kuogeshia mtoto? Sasa mimi nafanyaje mama? Mwenyewe hutaki kunipa hata ushirikiano. Haya basi. Uliataka mwenyewe? Hivyo. Sasa hii si damu yako. Huyu mtoto wangu si kama mwanao mama. Mbona unakuwa na roho ya ajabu? Wewe ni kula na jinsi. Basi mwanangu. Haya, basi nyama. Kunywa tamu. Tamu mwanangu, tamu. Mama bwana na wewe. Wewe ndio umesababisha mpaka mtoto amezaa. Bembeleza mtoto. Bembeleze. Haya basi mwanangu basi. Pigia chakula. Pigia chakula. Simama naye, mpe juisi ashibe. Haya basi mwanangu, basi. Bibi yako hakutaki. Sikutaki. Haya basi. Nakupa juisi ukue. Sawa mama, kama ndo msaada huo, sawa. Haina shida. Kameka. Sarabanzo. Kitambo sana. Mwanangu, habari ya siku? Shwari ndugu yangu, vipi? Umepotea mnyama. Mwanangu mimi nipo yani. Upo wapi? Kama hivi yani. Umepotea mnyama. Mwanangu kuna unyama tena. Hakuna hata unyama ni shanyoka. Vipi sasa zipo mbona hujafunga? Yaani vituko vyako hujaacha ndugu yangu. Vituko wapi baba, maisha yani kuna mambo yananisumbua yani. Kitambo sana ndugu yangu, niambie lakini. Poa rafiki yangu. Yaani kuna mambo yananisumbua, wewe acha tu yani. Yaani nimepata misukosuko toka nimefeli mwenzio yani kireja tulia. Alafu nyumbani kwenyewe yani ovyo yani. Baba alikuja akanisaidia lakini yani pia ikawa shida yani. Aliuza nyumba akanipa mtaji, mwanangu kapotea. Akaninunulia bodaboda mwanangu, mwenyewe nikaipiga sababu tulikuwa na mambo fulani hivi yani. Yaani sitaki kusimulia sana sababu ananiumiza kichwa, lakini kubwa zaidi baba amefariki. Acha bwana masiara. Baba amefariki kwa. Baba kafariki? Baba kafariki baba. Lini? Yani sasa hivi kama wiki ya 3 hivi au yani kwa. Yani shida. Kwa naomba unisaidie.
yaani kubwa zaidi ambazo mpaka linaniumiza kichwa sasa hivi. Kuna ule dogo ambao unamkumbuka tulimwachaga shule yule. Nani huyu? Yule alikuwaga kama Mwarabu fulani hivi. Yule simkuja nilikuwa natoka naye. Sasa acha masia. Yule msema natoka naye? Nilikuwa natoka naye. Si yeye alikuja kabahatika kaenda chuo nini. Kwa sasa nimemzalisha. Sasa hivi ameniletea mtoto nalea. Mtoto yuko nyumbani afu yeye kakimbia. Kwa hiyo na sasa hivi mimi nalea. Yaani mimi ni baba, mimi ni mama. Mwanangu na kazi. Sasa nafanyaje? Sina hata kazi, sina nini. Kwa mtoto yani anipata uchungu. Afu yani sina cha kumlisha mtoto, yani na maisha magumu mwanangu. Naomba nisaidie. Yani at least mimi nahisi muonekano wako wewe ni bosi. Sababu kweli usicheke mwanangu, yani nakwambia. Kale kasomo ulikuwa unisaidia, si ndio? Kama nifanya niwe ni design kama hii. Sure. Kweli? Mimi sinakwambia. Ai mwanangu sasa ni mtu mwingine kabisa. Naomba basi nisaidie mzee bwana. Nisaidie hata kama utanipambanisha kazi. Usijali Kameka. Wewe ndugu yangu kabisa Adamu. Nashukuru. Hivi. Nashukuru sana. Mimi naidi kusaidia. Nashukuru sana. Yaani nitashukuru wewe. Wewe unaweza kufanya kazi gani labda? Mimi yote kazi yote mimi nafanya. Sina nijua. Mimi kazi yote mimi nafanya. Kazi yote utafanya kati umefeli. Hapo. Kwani hamna hata vibarua vya kufagia huko ofisini kwenu mwanangu? Makampuni nini? Mimi napiga tu fresh. Yaani hata kama bodaboda una mtu mshikaji ambaye anaweza kaniajiri sababu bodaboda unajua kuendesha vizuri. Vizuri, sikuwa nao mshwari ninunulia, nilikuwa napiga nini kwa fresh yani. Mimi yani fresh. Poa, mimi naidi kusaidia. Wewe ndugu yangu kabisa. Nashukuru sana. Sasa nisipokusaidia wewe nitamsaidia nani? Very proud. Unanikumbusha mbali sana. Mwalimu alikuwa anapiga makwenzi yule. Mwalimu abuse. Hatari. Aisee, unakumbuka yule dogo aliyezivia? Apiga kwenzi kazivia. Yule teacher anasikia akavuta bwana. Acha masiara. Alikuwa akajenga hapo chini. Sema yule teacher mwenyewe alikuwa anamchukia tu. Sasa sikiliza, nitakupata wapi? Si pale. Kule nani? Nimefananisha bwana. Sasa yani mpaka nimechanganya. Kule tushahama. Na sasa hivi tuko nani hapa, kuna kijumba fulani hivi kilikuwaga dingi ya nani ndo tunaishi. Hapa Karoleni unapanda juu kidogo. Yaani ule mlima unapokuwa unapanda angalia kushoto ndo niko pale. Sasa inabidi baadaye nije au kesho. Sawa. Hii tuongee na mama nikuchukue tuende zetu mjini. Mama usiongee naye, sawa? Yaani kama umeamua hivyo, Sarabanza mama tusiongee naye. Sababu mama pale mimi nina watoto, sawa? Yule mtoto nikimwambia mama ataona kama mimi natoroka na mwachia yule mtoto na mama amenisusia hataki kumlea yule mtoto. Acha fikra za kijinga. Mama na baraka. Tutakuwa tufike tumwage mama Mamangu yule nuksi. Ina maana mimi nikiondoka akijua ataongea maneno mabaya huko itakuwa mabaraha. Bora tufanye hivi. Yaani yule natakiwa mimi niondoke kimya. Sasa hapa cha kufanya. Wewe niache mimi Sarabanza. Mimi nitajua au nifanye hivi. Nitajua nitakavyo mnani, nitamzubaisha, nitamwaga kwa nitakavyojua mimi. Haya. Basi sasa kama ndo hivyo ufanyeje unajua? Wewe usije. Mimi namwaga mama kama ni kesho niambie wapi tukutane. Asubuhi chapu utaniona. Utanikuta hapo nakusubiri. Unajua chikijiwe cha wanaojaribu kushosha magari hapo. Sio kuna mafunzo. Si hapa chini hapa. Hapa chini. Ndio nilikuwa napaki bodaboda hapo. Hapo nitakuwepo asubuhi. Haya basi poa. Poena. Nashukuru sana ndugu yangu. Kama utapata bahati ya kwenda nyumbani msalimie sana mama. Nashukuru wangu. Poena shida. Nashukuru sana. Poa. Asante bwana. Haya bwana, ngoja mimi niwahi. Kameka. Nini? Ni proda. Mwanangu poa. Shwari sasa. Namkaje? Sasa mwanangu unakuaje? Shwari. Sasa. Mambo sijalala hata usiku. Wewe. Wacha wewe mimi sijalala. Yaani nalala mangamngam nashtuka darasa. Yaani naanza safari tu. Mshikaji asija kaniacha. Unajua nimekasa ngapi hapa? Saa 10. Acha utani. Najua mshikaji akiniacha basi shaniua.
Mwanangu. Yaani sijaamini. Sasa tuondoke. Maana tukikaa hapa au watu wakiniona hapa wanaonifahamu watamtonya maza. Mwanangu tuondoke. Sawa bwana. Lakini kila kitu kiko sawa. Sawa kabisa. Pokea bwana hiyo simu. Sasa mimi nitamwambia nini? Usipokee simu ya mzazi, kumbuka nimetoroka, sasa namwambia nini Sabanza? Wewe unamwambia tu mama bwana nimetoka. Mama bwana mimi unajua kwa kupigia simu anataka kuambia nini? Kameka. Bwana. Nasumbwana nini? Ani simu ya mama unazima? Alaini yenyewe mimi natupa. Kameka, acha ujinga basi. Hivi ukoje Kameka? Mama. Simu ya mama unazima afu na line unatupa. Una maana gani sasa? Wewe kama unanisaidia nisaidie, kama utaki acha, naweza nikashuka pia. Sasa unaona mimi mama nimetoroka, sasa namwambia nini? Swaga gani sasa? Kwa hata mimi iko siku moja utatupa line kwa sababu yangu mimi. Sasa wewe sasa ni Sabanza wewe ndatupa ya nini? Mimi siwezi nikatupa. Sasa kama mama unamtupia line, je mimi? Sio kwamba nimetupa kwa makusudi. Hii mimi nimefanya sasa mama ndamwambia nini? Sasa hivi akaanza maneno ni mikosi. Ongeza mwendo tu bwana, wewe twende. Unakera bwana. Nakera nini sasa? Wewe kama amua kunisaidia nisaidie. Sasa namba za mama sizipo kichwani. Sasa hivi asinisumbue, mimi nitafute maisha yangu, baadaye ndo nitamtafuta. Kameka utakuja kujutia lakini. Unajutia nini babu? Unajutia nini? Wewe unamwambia tu mama nimeenda kutafuta maisha. Mtu anaelewa. Hapana, mimi nimetupa line na maana yangu. Natupa line. Sijapenda kabisa. Line nitatafuta bwana. Wewe twende bwana. Twende bwana Sabanza, wewe nisaidie tu ndugu yangu. Mama tunatoka huko kwa furaha, kwa amani, sawa umetoroka, nimekupokea ndugu yangu, twende nikakusaidie, lakini sasa unaanza kuleta mkosi sasa. Anatupa line kwa sababu ya mama. Hii mimi nitatengeneza nyingine huko bwana. Utatengeneza nyingine wapi Kameka? Iko siku na mimi utatupa line yangu. Siwezi bwana. Sasa wewe mtu unasaidia kama hivi.